lakini tunashukuru viongozi wa serikali ya mtaa pamoja na ubalozi huu walifanya jitihada za kuokoa uhai wa watoto pamoja na mwananchi huyu na kufanikiwa kumtoa humu ndani kwenye jengo kama ambavyo tunaona, wakiwa wenyewe bila kuokoa kitu chochote. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru viongozi hao wa serikali ya mtaa. Mara baada ya tukio hilo walifanikiwa kumsaidia huyu mwananchi sehemu ya kuishi. Walimfanikiwa kumpatia sehemu ya kuishi, lakini pia chakula pamoja na mavazi, kwa kuwa viliungua vyote. Walichanga kiasi cha shilingi 400,000 na kumpa kama sehemu ya kuanzia maisha mapya baada ya kupata hili janga. Lakini sambamba na hilo, taasisi ya Tulia Trust tulikimbiza mbio za bendera ya upendo kwenye kata hii ya Igailo, ambapo huyu mhitaji alikuwa ni sehemu ya wanufaika. Kwenye mbio hizi za bendera kwenye kata hii ya Igailo tulifanikiwa kuwabaini wahitaji wa aina hii ya huyu mama kwenye kata ya Igailo, wahitaji 4. Mpaka sasa tumefanikiwa kama taasisi ya Tulia Trust kupitia mheshimiwa wetu mbunge kumjengea mhitaji mmoja nyumba katika mtaa wa Mwanyanyi. Kwa hiyo leo tuko hapa, tulipokea maombi ya ukarabati wa hili jengo ili kunusuru maisha ya huyu mama na familia yake ili waendelee kuishi. Kwa ufupi, ninaomba kuwasilisha kwenu na kuwasilisha kwa mheshimiwa mbunge maombi ambayo huyu mama alikuwa ameomba ili tuweze kumsaidia aweze kuendelea na maisha yake. Huyu mama ni mjasiriamali, ni mama ntilie ambaye anajishughulisha na upikaji wa chakula kwenye mgahawa wake, lakini pia mume wake ni chinga. Kwa Kiswahili rahisi ni mfanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Lakini kwa bahati mbaya zaidi pia mume wake kwa sasa hivi yupo tu nyumbani, anaugua kwa ajali ambayo ilimpelekea kuvunjika mguu. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, tunaomba sana, pamoja na maombi ambayo tuliyakabidhi pale ofisini, huyu mama bado ni mhitaji. Tunaomba kama itawezekana kumwangalia kwa jicho la pekee, kwa sababu ana familia, watoto 5 pamoja na biashara zake na maisha mengine yaweze kuendelea. Tunakuomba sana mheshimiwa mbunge, kwa yale ambayo tuliyawasilisha ofisini, tukimwangalia na kwa jicho lingine itapendeza sana. Ninaomba kuwasilisha. Asanteni kwa kunisikiliza.